Unaposikia hizo habari, inamaanisha usiku kucha walikuwa wanavua samaki. Na wakawa tayari vyombo vyao ama zile boti zao ambao wametumia kuvua usiku kucha wameziweka kando. Sasa wanaosha nyavu zao ili wakaziache kama wameanika ama zikiwa tayari kwa ajili ya kazi nyingine watakaofanya wakati wa usiku. Sasa ilikuwa ni wakati wa kumalizia ama winding up. Haleluya. Sasa tunaenda kujifundisha mahali hapa, topic ikiwa ya kuwa ingia kilindini ama going deeper. Haleluya. Going deeper. So geuza mahali hapo kwa Kiswahili. Za kusema kuingia kilindini ama kuingia kwa undani ama kuingia kwenye shina, Kiswahili ni chako. Haleluya. Sasa tunaona ya kuwa ndani ya maisha tunayoishi, ukitaka kupata kitu chochote chema, ukitaka kufaulu katika hali yoyote ile, ni mpaka uingie kwa undani. Haleluya. Jana tumeshuhudia watu wakivalishwa maua kwa ajili ya graduate. Na tena ninapata kufahamika, kwanza ni mwaka wao wa kwanza, kuna wa pili na watatu. Na vile mchungaji amesema kuna wazee, hata mimi nilipata na changamoto wazee. Haleluya. Lakini wamerudi masomoni. Tunashuhudiwa, tunaambia wengine walikuwa hata hawajui kusoma ama hawajaingia shuleni, lakini wameingia katika chuo cha Biblia. Haleluya. Mimi bado niko msichana, bado niko under age. Haleluya. Kulikuwa na wazee wakanipa changamoto. Haleluya. Lakini kwa nini? Wamehitaji kuingia kwa undani, going deeper. Haleluya. Ukitaka kufaulu, kuna wale watu wanasoma, wengine wana drop class 8 ama naachia mwisho darasa la 8, ambayo ilikuwa mimi ni wakati wa 844. Haleluya. Wengine wanafika form 4, wamepita mtihani, huenda hawataki kuendelea ama hali ya maisha imewafanya wasiweze kuendelea, wakafikia mahali pale. Lakini kuna wengine wanaenda paka to university, wanatoka paka sijui diploma, sijui paka masters. Wengine hata wamefanya university za Kenya, wanatoka university za nje. Kwa sababu gani? Going deeper. Haleluya. Hutaniambia huyu mwenye aliachia class 8, mwingine form 4, mwingine akasoma university ya Kenya paka hizo miaka 4, na mwingine anaenda zaidi. Mtu anasomea kosi hii, anamaliza, anaikuwa na nyingine kando. Kwa sababu gani? Anahitaji umaarufu zaidi. Sio kujulikana, lakini kujua zaidi kuhusu na lile somo, kuhusu na ile kazi ambayo ametarget. Ni kwa sababu gani? Anaenda kwa undani. Haleluya. Kwa sababu anataka kujua zaidi. Haleluya. Na mara nyingi sisi kama Wakristo ambao tumeokoka, imekuwa ni vigumu sisi kuingia katika kilindi. Haleluya. Tunakuwa na hofu kuingia kwa undani. Haleluya. Lakini hapa Yesu anawaamrisha, anawaambia kwamba regesheni pia. Haleluya. Haleluya. Yesu anawaamrisha, Jesus commanded the fishermen to go deeper. Haleluya. Hii kwanza ni kinyume na desturi na mila za wavuvi. Haswa samaki zinafanyiwa uvuvi wakati wa usiku ambapo kuna giza, si ndio hivyo? Lakini kumekuja ni asubuhi, wanataka kuondoka, lakini Yesu anawaamrisha ingieni mpaka kwenye kilindi. Haleluya. So kufaulu ndani ya maisha mengine mpaka uende kinyume na kanuni zingine. Haleluya. Yaani uvuke hata mipaka, uvuke hizo vizuizi, uvuke hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mahali pengine tunafika sasa ndio hiyo tunakimbia. Naonanga sometimes pale vile wameshafunga mlango, lakini mtu atatoka huku njoo mbio anapita na askari. Ama ndio huyo yeye akifika kwa askari anamomba nafasi apite. Angekata tamaa ya kuwa very tayari wameshazuia.